Maafisa ushirika mpo hapa? Hebu simameni niwaone. Miongoni mwa majukumu yenu nyinyi ni kuapprove yale malipo kama yako sahihi au sio nini sahihi. Kumekuwa na tabia ya wakulima wengi wanalalamikia malipo wakati malipo haya yamepitia kwenu. Wengine wanalipwa isivyo sahihi, wengine wanaingiziwa kwenye akaunti, yani fedha zinaingia kwenye akaunti ambazo hazipo, sio mkulima, na ninyi mpo. Kuna baadhi yenu, naomba niliseme hili hapa, kuna baadhi yenu si waaminifu, wanatempa na viongozi wa AMCOS katika kukwepesha au kupoteza fedha za wakulima. Haiwezekani mkulima aliweka mazao yake kwenye mnada wa kwanza, afu nyinyi mnakuja kuapprove malipo yake kwenye mnada wa 8 au wa 7, ili hapa mcheze na ile difference ya hela, kwa sababu mnada wa kwanza ulikuwa labda mna hela nyingi, bei ya juu kuliko ya chini. Ninyi ndio mnayoyafanya haya kwa kushirikiana na maafisa wale makatibu wa AMCOS. Baadhi yenu ambao sio waaminifu mnayafanya hayo. Tunakutana na changamoto huku, kumbe nyinyi maafisa ushirika mmeshiriki hayo. Natumia kikao hiki kuagiza, kuna halmashauri ambazo mpaka leo wakulima wanadai, lakini kuna halmashauri vyama vikuu vililazimika kuingia kuwalipa wale wakulima, wakati haya mambo mmeyafanya nyie, na taarifa kila mmoja anayo. Kabla sijawachukulia hatua, kila mmoja akaangalia zile fedha ambazo wakulima walikuwa wanadai na unahusika nazo. Data zote tunazo. I give you 2 weeks from today. 2 weeks. Hata kama vyama vikuu viliingia gharama ya kuwalipa wakulima wale, lakini kwa mchezo mlioucheza ninyi huko kwenye maeneo yenu. Sitaki kutaja hapa ni halmashauri gani, lakini kila mtu anajijua. Unaenda kwenye chama cha ushirika huko, zaidi ya milioni 100 sijui na ngapi, nasema eti upotevu, sijui zimefanywa nini, mkulima sijui alikosewa malipo. Ninyi mpo, na ninyi ndio mnaoratibu hayo mambo kwa kushirikiana na viongozi wa AMCOS. Narudia, nawapeni wiki 2. Baada ya hapo nitapata taarifa ya utekelezaji wa hilo. Ambaye atakuwa hajafanya asinilaumu. Nafikiri nimekuwa very clear. Mmenielewa nyinyi wazee? Mmekaa sana huko, nafikiri mmejisahau. Wengine miaka 10, wengine miaka 7, wengine 20. Sasa mnajifanyia biashara vitu yani kama rutini tu. Twendeni tukawatumikie wakulima. Wakulima wanyonge wanatutegemea sisi. Hivi wewe unaenda kuchukua fedha ya mkulima huyu, ameenda kulima, ametoa kwa mkono wake hadi matuku yametoka mkononi, jasho hilo, wewe unaenda kucheza nalo. Watu wanasema wanamodoa hadi mabango. Bango linamodolewaje wewe afisa ushirika upo? Si kuna kujua mkulima huyu alipeleka mazao lini, kiasi gani? Ufuatiliaji si ni rahisi tu. Kwa nini nyinyi mna approve kulipa mtu ambaye ni hewa? Narudia, 2 weeks. Leo ni tarehe 14. Baada ya wiki 2 ambaye hatakuwa ametekeleza, tusilaumiane. Naamini waheshimiwa wangu wakuu wa wilaya mnayafanyia kazi huko, na mkaanze nyinyi huko kuchukua hatua kama mimi sijachukua hatua. Kwa yule ambaye alicheza, nendeni mkawasiliane na vyama vikuu, wanajua, wana taarifa, na taarifa yote, kila mmoja kwa majina yake. Sitaki kutaja halmashauri gani hapa, kila mtu anajijua. Mtu anaambia bado unadaiwa hiki na hiki na hiki, anakuambia mimi hapo silipi zaidi, nimeshaishi hapo. Wewe umeiba hela ya mtu, alafu huyu chama kikuu analipa hela, ametoa hela wapi hiyo? Yeye amelipa ili mkulima atulie. Mkulima hataki kubugudhiwa, lakini kumbe ni kamchezo ambao mmekafanya nyinyi na kwa kushirikiana na AMCOS, viongozi wa AMCOS. Na sitarajii nikione hiki this time. Wale ambao wako upande wa tume wabadilishwe.
waende wakafanye kazi hata nani huko sehemu nyingine, nenda huko hata Rukwa au nenda kwingine kokote kule, kuna shughuli za ushirika Tanzania hii. Lakini ulipe kwanza fedha zetu. Wewe kama muda mrefu fanya utaratibu, wewe ndio mwajiri, ongea na wakurugenzi wako, wewe ndio bosi wa watumishi, babadilishwe.